Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu. Ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi, si kama binadamu badilike. Ananipenda leo kuliko jana. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. Uko hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Elisha alikuwa na mtumishi wake alikuwa anaitwa Gehazi. Siku moja walikuwa wamevamiwa na jeshi la Shamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakiwa wamekaa ndani, asubuhi na mapema kuna pambazuka, yule mtumishi wa Elisha akatoka ili aende nje. Anatoka nje akakutana na jeshi limewavamia. Bwana Yesu asifiwe. Jeshi limewazunguka. Nyumba yao iko katikati. Yule mtumishi wa Elisha Gehazi akaanza kulia. Ole wangu Bwana wangu, ole wetu Bwana wangu, tufanyeje? Tumezingirwa na jeshi huko nje. Ole wetu, tufanyeje? Kwa maana nyingine Gehazi alikuwa amechanganyikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Gehazi alikuwa amechanganyikiwa. Gehazi alianza kuwa na wasiwasi. Anajua na mwisho wa maisha umefika. Anajua hapa tutoboi. Kwa hili jeshi lililotuzunguka hapa hatuwezi kutoka salama, kwa sababu limezunguka jeshi la farasi na jeshi la magari. Tutokaje? Sisi tuko watu wawili tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Usipofumbuliwa macho utachanganyikiwa, kwa sababu macho ya mwili yanaona vitisho vya adui. Macho ya mwili yanaona ugonjwa mkubwa ulionao. Macho ya mwili yanaona matatizo ulionao. Macho ya mwili yanaona vile ambavyo uko kwenye hali duni. Macho ya mwili yanaona vile ambavyo hauna fedha. Macho ya mwili yanaona vile unavyokataliwa. Macho ya mwili yanaona vile unavyokukataa. Macho ya mwili yanaona vile unavyokusema vibaya. Macho ya mwili yanaona mabaya tu. Macho ya mwili hayaoni utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ndio maana imefika hatua unasema ole wangu. Mwaka huu nitaishije? Mwaka huu sina chakula nitaishije? Mwaka huu sina fedha nitaishije? Mwaka huu amenikataa nitaishije? Ndugu niliwategemea wamenikataa itakuwaje? Unaanza kusema ole wangu, ole wangu. Ole wangu itakuwaje? Kwa sababu unaona utisho, unaona vitu vinatisha, unaona adui wanatisha, unaona maisha yanakutisha, unaona magonjwa yanakutisha. Umebaki unasema ole wangu. Yesu asifiwe sana. Amen. Nasema ole wako ni kwa sababu hujafunguliwa macho. Ungefunguliwa macho ungeendelea kumshukuru Mungu. Ungefunguliwa macho ungesema Bwana ni mwema. Ungefunguliwa macho ungesema Mungu unanipenda. Ungefunguliwa macho usingenung'unika. Ungekuwa unaona wema wa Mungu usingenung'unika. Usingesema Bwana umeniacha. Usingesema Bwana umenitupa. Kwa sababu tu uoni, na ndio maana umejaa manung'uniko. Ni kwa sababu uoni, na ndio maana umejaa lawama. Ni kwa sababu uoni, na ndio maana moyo wako una huzuni. Na ndio maana umekata tamaa. Na ndio maana umechoka. Na ndio maana unahuzunika, kwa sababu jicho lako rohoni halioni. Amen. Yesu asifiwe sana. Amen. Mstari wa 16. Mstari wa 16 unasema hivi. Akajibu akasema usiogope. Mtumishi wa Mungu Elisha akasema usiogope. Akamjibu Gehazi akasema usiogope. Kama mimi mtumishi wa Mungu siku leo ninavyokuambia usiogope. Japokuwa magonjwa yamekuzingira, unaumwa hiki unapona hiki kinaanza kingine, lakini
siku ya leo nakwambia usiogope. Japokuwa hali yako unaitazama sio nzuri, hali yako ya biashara sio nzuri, hali yako ya afya sio nzuri, mambo yanayokuzunguka hayajawa sawa, lakini nakwambia usiogope. Amen. Usiogope. Mtumishi wa Mungu akamwambia Gehazi, usiogope. Usiogope. Maana nini ndio pata hapo bwana? Anasema usiogope kwa sababu gani? Usiogope. Maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Wale pengine Biblia inasema imshangilie wewe uliye tasa. Wewe usiyezaa shangilia sana, kwa sababu watoto wake aliye tasa ni wengi mno. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema usiogope kwa sababu wale walio pamoja nao ni wachache. Walio pamoja nasi ni wengi mno. Leo kuliko jana. Jicho la rohoni ndio linaloona ukuu. Anapata nguvu ya kumwambia Gehazi usiogope. Walio upande wetu ni wengi mno. Walio upande wetu ni wengi mno. Sasa nakuambia usiogope. Unasema Gehazi aliacha kuogopa. Sio macho ya mwili yanaona. Leo hii hata nikikwambia usiogope, bado utaogopa. Macho yako ya mwili ndio yanayoona madini. Macho yako ya mwili ndio yanayoona aibu. Macho yako ya mwili ndio yanayoona kukataliwa. Macho yako ya mwili ndio yanayoona hali mbaya unayoipitia. Hata nikisema usiogope, usipofunguliwa macho, bado utaogopa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inatakiwa ifike wakati macho yako mwenyewe yaanze kuona ukuu wa Mungu. Macho yako mwenyewe yaanze kuona utukufu wa Mungu. Hapo ndipo hali ya hofu itakuondoka. Hali ya uoga itakuondoka. Watu ambao macho yao yamefunguliwa hawaogopi tena. Amen. Mpenda tumshukuru Mungu Yesu. Nijapita katikati ya bonde la mauti, sitaogopa chochote, maana gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukipita kwenye bonde la mauti hautaogopa wewe. Kama magonjwa yanakuogopesha, kama hali ya maisha yanakuogopesha, kama adui zako wanakuogopesha, ukipita katikati ya bonde la mauti, je, hautaogopa? Yaani inamaanisha unakutana na wafumu wa dunia au watu wanaoitisha dunia, wanasema leo hii, kesho uamke wewe, hautaogopa. Wachawi, waganga na wafumu wa dunia wakisema wewe kijana leo hauamki, utaanza kusema mimi nikombe sana. Haleluya. Amen. Akisema leo tunakuwa, hautaogopa. Ninakumbuka vijana watatu, Shadraka, Meshaki na Abednego, walipita katikati ya bonde la mauti, hawakuogopa chochote. Wakasema ewe mfalme, sisi ni mwiko wa kuabudu masanamu, hatuwezi kumwabudu Mungu mwingine isipokuwa Mungu wa Isaka na Yakobo, Mungu wa Israeli ndiye anayestahili kuabudu. Hatuwezi kuabudu Mungu mwingine. Wakasema nawapa nafasi ya mwisho, msipoabudu naenda kuwatupa kwenye ziwa la moto. Wakasema hata ukitupa kwenye ziwa la moto, hata ukitupa nafasi tano zingine, bado
bado msimamo wetu ni ule ule, atuabudu mbele ya sanamu yako. Sisi tutupe tu kwenye ziwa la moto, hatuogopi chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ule jana wa Kongo wakatupwa kwenye ziwa la moto. Biblia inasema hivi, suruali zao hazikuungua wala kanzu zao hazikuungua wala unywele wao haukuungua, isipokuwa Mungu akayafungua macho ya yule mfalme. Mfalme anayemtembea sisi akafunguliwa macho. Baada ya kufunguliwa macho, akaona, akaanza kuwauliza watu wake waliomzunguka. Akasema, jamani, huyu ndani ya tanuri hatukutupa watu watatu? Sisi ndio mfalme, tutupa watu watatu. Mbona macho yangu yanaona watu wanne? Mimi nilitupa watu watatu huko ndani. Mbona mimi nawaona sasa hivi nawaona watu wanne? Kwa sababu alifunguliwa macho, akaona kwamba vijana kiburi chao ni mtu wanne, na ndio maana walikataa kuabudu sanamu, kwa sababu wanajivunia mtu wanne. Huyu hawa vijana hawaungui kwa sababu wako na mtu wanne. Ndivyo itakavyokuwa kwako kama ukiruhusu ufunguliwe macho. Yote unayoyapitia yatakuwa na mtu wanne. Ndoa yako yenye changamoto ataingilia mtu wanne. Kwenye afya yako yenye changamoto ataingilia mtu wanne. Uchumi wako wenye changamoto ataingilia mtu wanne. Watafunguliwa macho watukuzi. Hata adui zako Mungu atawafungua macho, atawaruhusu wamuone mtu wanne. Watasema, hakika huyu mtu asingeweza kupita peke yake. Ni Mungu amemtetea kuvuka hapa, ni Mungu amemsaidia kupita hapa, ni Mungu aliyempitisha hapa. Sio kawaida. Hii njia wapitaji watu wengi, hii njia amepita huyu peke yake. Sio mtu wa kawaida, lazima kuna mtu wanne aliovuka. Amen. Ni kweli kuna mambo bila mtu wanne utoboi. Kuna ishu nyingine unaziona kiburi, lakini ni za kiroho. Usipokuwa na mtu wanne utoboi. Shadraka, Meshaki na Abednego usingepita kwenye tanuru mpaka mtu wanne. Mtu wanne ni Yesu mwenyewe. Mtu wanne alipoingilia kati, wakatoka katikati ya moto uliochochewa mara 7, vijana kutoka sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo akaambiwa, wewe usiogope, walio upande wetu ni wengi mno. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi najua siku ile Mungu anamwambia Shetani kwamba umemwona mtumishi wangu Ayubu. Shetani akasema, nimemwona, lakini huko vile si kwa sababu umemzingira. Wewe kama ni mtu wa Mungu, ukijiungamanisha na neema hii, hata wewe umelala, uwe umesinzia wewe. Yesu asifiwe sana. Amen. Wale wanaotuzunguka na magari ya moto ni jeshi la malaika, jeshi linaloongozwa na Mikaeli, jeshi la vita ndilo ambalo linazunguka na magari ya moto. Zile magari ya moto ni silaha za kijeshi kwenye ufalme wa Mungu. Jeshi la malaika linatembea katikati ya mtumishi wa Mungu mmoja. Huyu alikuwa ni mtumishi wa Mungu mmoja aliyeitwa Elisha, lakini nyumba yake ilizungukwa na magari ya moto mengi mno. Malaika wengi mno walikuwa wamezunguka nyumba ya mtumishi wa Mungu Elisha. Amen. Unajua Bwana anasema anapendezwa na watakatifu walioko duniani. Kama wewe ni mtakatifu ulioko duniani, Mungu haoni kazi kukupa majeshi mengi. Amen. Zunguke. Amen. Haoni kazi. Ayubu alizingirwa na majeshi, na ndio maana alipoondolewa majeshi haya,
miguu yake ikapigwa, watoto wake wakapigwa, hata afya yake ikapigwa. Katika jina la Yesu Kristo, wewe hautaondolewa majeshi ya malaika. Majeshi ya malaika yatakuzunguka, hakuna ambaye atakuondolea. Wala maisha yako yatakuwa salama, afya yako itakuwa salama, mifugo yako itakuwa salama, biashara yako itakuwa salama, watoto wako watakuwa salama, kwa sababu umezingirwa na jeshi la malaika. Na sio malaika tu, malaika wa moto watakuzunguka, malaika wa moto watakuzingira, kila kitu chako kitakuwa salama. Na ndio maana kila mara shetani alikuwa anazunguka huku na huku na huko na huko, lakini alipopita kwa Ayubu alikuwa anapita mbali, kwa sababu alikuwa anaona jeshi limemzunguka Ayubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Maadui wakapite mbali na wewe. Amen. Maadui wakafumbuliwe macho yao, wakalione jeshi lililokuzunguka. Wakitaka kukufanyia mabaya, jeshi likawapiishe. Wakitaka kukuangamiza, jeshi likawakemee. Wakitaka kukuua, jeshi likakupiganie, jeshi likakutetee. Amen. Watu ninasema Mkristo tunadhani. Kuna Mkristo yeye anaona kuja kanisani tu kawaida. Hajui nguvu ambayo Bwana amempa, kwa sababu macho hayafunguliwa. Haioni mamlaka aliyonayo. Siku moja nilikuwa toka alfajiri mpaka saa 4 muda sitini kuelekea saa 6 kukaa. Bwana kanionyesha malaika mjuzi. Yule malaika alikuja kwa lengo la kunionya. Yesu asifiwe sana. Kwenye utumishi na kwenye maisha ya Kikristo kuna mapungufu mengi. Inakuja kunionya juu ya tabia mbaya nilionayo. Yesu asifiwe sana. Amen. Kanionya sana. Hivyo mwana kasema, kwa sababu hiyo siwezi kukaa na wewe, ninaondoka. Kwa sababu ya uzembe wako wa namna hii au makosa yako ya namna hii, siwezi kukaa na wewe, ninaondoka. Nilimwomba Mungu usinizini. Nilimwomba usiondoke malaika. Usimuondoke wewe Mungu. Usiende mbali na Mungu. Siwezi kutenda huduma bila uwepo wa Mungu. Bila wajumbe wa Mungu siwezi kufanya huduma yoyote. Elisha asingeweza kufanya huduma bila lile jeshi lililomzunguka. Nikamwomba Mungu, natoka usingizini na muomba Mungu bado. Mshukuru Mungu. Alinirehemu. Mungu anarehemu sana Mungu. Nasema basi ukiondoka, kwa sababu wale ni wajumbe wa Mungu, wawakilishi wa Mungu. Wakiondoka, huduma yako inabaki nyeupe. Wakiondoka, hata kazi yako inabaki nyeupe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema sitamani. Ninatubu na ninakiri sitakuzuia kutenda hivi. Kuna watu mlifika hatua mlimkatia Mungu tamaa. Kuna watu mlifika hatua mlianza kumlaumu Mungu na kumnung'unikia Mungu. Mngefumbuliwa macho, mngeuona utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulisema hakika Bwana hata sasa anatuhurumia. Bwana Yesu asifiwe sana. I worship you. Jesus,
In your name there's victory. Jina lako lina nguvu nyingi. The name of Jesus, higher than other names. King of all kings, no other name like his. Jina la Yesu, kubwa kuliko yote. Mwanzo na mwisho, hakuna kama yeye. Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you, my beautifier. You've taken away my shame, you've taken away my pain, you've made me just like you. I call your name, Jesus. Call his name, Jesus. The healing name, Jesus. Oh, Jesus. Anaitwa nani? Yesu. Mfalme wa wafalme. Yesu. Mwanzo tena mwisho. Yesu. Ponyaji. Oh, yes. Your name is so powerful. Jesus. The healing name, Jesus. The mighty name, Jesus. Call his name, oh, Jesus. In every situation, doesn't matter what you're passing through, Jesus. Call his name, Jesus. Oh, Jesus. Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadilike. Ananipenda leo kuliko jana. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. Uko hapa, umetuzingira, na kuabudu, na kuabudu. Hey, Tengeneza njia, hey, fanya miujiza, mtunza ahadi. mwanga kwenye giza, ndivyo ulivyo. Tengeneza njia, fanya miujiza, mtunza ahadi. Mwanga kwenye giza, ndivyo ulivyo. You are here, touching every heart. I